Swadakta mtazamaji, karibu kwenye kipindi chetu Kimasomaso. Mie buheri wa afya, natumai pia nawe pale sebuleni umetebwereka kwenye kochi lako, kwenye kigogo, kwenye jamvi, tayari kusubiri Kimasomaso. Imetimu thenashara, niko nawe hadi saa 1. Kuna kasumba, kuna misemo na kuna misimamo kwamba wanaume wa hapa Kenya na wa Afrika hawajui huba. Sijui kasumba hii ni ya ukweli, msemo huu ni wa ukweli au la. Ndio maana leo tumeamua hapa kwenye Kimasomaso tuvae njuga, tuvue kofia na kuweza kubabadua hili swala. Niko na washiriki wangu kutoka kule nyuma na vile vile hapa mbele tutakuwa na watambua katika muda sio kwa mrefu kuhusiana na hili swala la huba ugaibuni. Tazama vidokezo kwanza. Huu msemo namna gani? Ni kweli wanaume wa Kenya hawajui huba? Si lazima nimshike mkono. Bora nimeleta unga. Ndio tunasema. Wanaume wa Kiafrika si wanaume wazuri. Ukweli wa mambo ni pesa. Wasichana wao wanataka pesa. Hata wewe bwana ukitreat bibi yako bwanako vizuri, bwana pia atakutreat vizuri. Ukimwonyesha mahaba mmeo hata chungulia jirani. Na kuambia kwanza mavazi mwenyewe, manukato, usafi chumbani. Kisha ukishamaliza hayo, mapishi dada. Kwenye mada kuu hii leo tunaangazia sababu za wanawake kutaka kuolewa na wazungu. Ni kweli kuwa wanaume wa Afrika ni wazembe kwenye mapenzi ikilinganishwa na wale wazungu? Na kwenye kimbwanga cha wiki twakupa dawa hii ya kichekesho. Kwenye swali letu hii leo tunakuuliza, unadhani wanaume wa Afrika ni wazembe kwenye masuala ya mapenzi ikilinganishwa na wazungu? Naam, washiriki wangu pamoja na wageni tuwafahamu hapa. Mgeni wetu kule mwisho kabisa ni Dan Mgera ambaye ni mshauri nasaha na vile vile mlumbi wa chuo cha ulumbi cha The African Center for Public Speaking. Alafu karibu naye pale ni mshauri wa ndoa Maimuna Habiba. Hapa katikati ni Grace Mbeni. Huyu ni mwanamitindo. Naye misimamo yake ni kwamba huba liko hapa, mbona niende ugaibuni? Karibu nami ni yule mwenye kisa Mary Adera ambaye ana kitoto kichanga cheupe cha jamaa Mjerumani. Manake nasema kule ndo kwenye huba. Na asanteni sana washiriki wangu kwa kufika kwenye Kimasomaso. Pia tuwaone wale ndo watakuwa wanachangia kutoka maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi. Tuanze na Maimuna. Kisa cha Mary. Mbona anaona kwamba hapa Kenya hamna huba? Unakubaliana wanaosema Kenyan men kimombo are not romantic? Hata wanaume wa Kenya pia wanajua mapenzi. Sijui yeye alitaka vipi akaenda katafuta Mjerumani. Haya. Hisia zako? Nakubaliana naye kabisa. Kitu nacholan vile naendelea kuishi, mwanaume uka vile wewe unamwambia. Kama mimi nataka mapenzi style fulani, mwanaume mwenyewe atakubali kama yakupenda kweli. Na Mkenya pia si mtundu, anasikia na anaelewa kile unataka. Hapa Kenya wanaume wako wanakutreat mpaka mwenyewe wajishangaa. Niko Kenya. Dan, kabla kuja kwa Mary, wasemaje? Kwake Mary yeye kuolewa na Mjerumani si dhambi, si shida. Ila kwa kuzua kasumba ya kwamba kwa sababu ameolewa na mzungu wa Afrika hawana mapenzi, hapo naona amekosea. Mtu akitaka kuolewa, kama wewe ni Mkenya unatoka Afrika unataka kuolewa na ngozi nyeupe, ni sawa, ni haki yako, una uhuru. Lakini usidalilishe sasa watu wa kwenu, maana wewe mwenyewe wewe ni product ya babako na mamako ambao ni wa Afrika. Sasa kwa sababu umepata mbachao, umepata msala upitao, wapita mbachao hapa sasa. Waona kama ambaye sasa hatuna maana. Na ile mama yako walipendana na baba yako ndio wewe ukatokea. Sasa umezua kasumba za kisasa ambazo sasa zinafanya kitu na utapata hivi leo tuacho nikwambie. Na sijui na Mary nataka awe Kimasomaso leo awe wazi. Lazima Mary kuna mambo ambayo alipitia na wanaume kadha wa kadha pengine wa Kiafrika. Sasa akafanya ile kwa saikolojia tunaita generalization. Yaani kwa sababu ulipitia na mmoja ama wawili ama watatu haimaanishi ya kwamba wote ni wabaya. Ndo mwanzo tu mkoko na alikama wa Mary. Hisia zao hapa zote ni kana kwamba zinapingana mimi na wewe, manake pia mimi naamini kwamba wanaume wa Afrika
Sijasema. Mary, unaonaje misimamo yao? Ni kwamba wanakuhukumu visivyo ama misimamo yako ni ile ile? Ni ile tu. Wanaume wa Kenya si romantic. Sijamaanisha ati si romantic ni kushinda weupe. Weupe unajua kutreat msichana vizuri. Utakaa na yeye, mtatembea na yeye kwa barabara, atakushika mkono, atakurespect mbele ya watu. Lakini Mwafrika kisha kuoa haezi tembea na wewe kwa barabara. Anataka uwe mke nyumba. Utakaa nyuma na yeye atatembea mbele. Hiyo naipinga. Mimi na mke wangu tutembea barabarani, nashika mke wangu kiuno, mimi tukiingia kwenye supermarket. Unaona? Sasa bila wasiwasi. Yeye kama hakuiona kwa babake na mamake ama kwa ndugu zake, asifananishe kwamba ni kwa kila mtu. Wacha turudi hapa Mary, alivyosema Dan kwamba je, ulishawahi kudate wawili watatu wa Kenya mwa Afrika wakaku let down kimombo ndo ukasema kwaherini wa Afrika? Okay, sijawahi date Mkenya na nimeshaona kwa marafiki zangu, relatives vile wanaume wa treat. So hiyo wasiwasi niliogopa kubreakiwa, to get hurted. So I decided to go to the whites. Niliogopa hiyo kumisanduliwa na wanaume. Kwa hivyo wewe umeona tu lakini mwenyewe hujashiriki. Sijashiriki. Mahaba ama mapenzi na Waafrika. Ndio kama vile nilivyosema. Ya kwamba generalization. Aliona wenzake wameteseka. Aliona wenzake na tuseme ukweli ni kwamba wanadamu ni wale wale. Ya kwamba wako Waafrika ambao pengine kwa kiwango kikubwa wana treat wake zao ama rafiki zao wa kike vibaya. Aswa baada ya pengine wameanza ule uhusiano. Hiyo hatukatai. Visa viko kila kukicha, hata watu wanachomwa, wanafariki. Hivyo ni visa. Kuna mmoja alifariki kule Rongai baada ya kuchomwa na mume wa Kiafrika. Salome. Mwenyezi Mungu amweke roho yake mahali peponi. Lakini haijawa sababu, maana hata ugaibuni takrimu zinaonyesha kwamba talaka zimezidi sana kuliko hapa Afrika. Kuliko Afrika, Ujerumani, Marekani, talaka zimezidi sana. Maana nini? Mwanadamu ni yule yule. Wako watu ambao pia waliolewa na wengine, hata kuna kisa tushafanya cha mwimbaji fulani hapa nchini Kenya, aliolewa ugaibuni na akachwa. Unaona? Kwa hivyo isiwe mtu akazua kasumba. Kama umepata mwanamume wa Kijerumani ama wa Kimarekani mzuri anayekupenda wewe, ni yule mwanamume. Lakini sije ukaifanya kwamba wazungu wote wako romantic. Huo ni uongo. Naona Dani unajitetea sana, ni kana kwamba inasema vitu ambavyo viko ni kana umekanyagwa kidole pahali. Lakini naunga mkono. Kabla kuja kwako uendelee kumuunga mkono kiwezekana hata na mguu. Maimuna, hii kasumba inatokana na wapi? Sisi ni vijana wa leo, vijana wa jana. Wewe umeishi ukayaona mengi. Chumvi umeramba kidogo, sio? Hayo ulioyaona. Maimuna, hii kasumba inaweza kuwa inaletwa na nini? Sasa ukiangalia wasichana wa Kiafrika wakiona wazungu wanawakimbilia. Akipata Mwafrika mwenzake hana pesa, hawezi kumfuatia, lakini akipata tabi wa babu ana miaka 50, anamkimbilia. Kibabu. Na mtoto ni mdogo miaka 20, miaka 15, anamkimbilia maana yule ni mzungu, ni mweupe, akona pesa. Hata kama huyu dada yetu pia ameolewa, sasa hajui future yake vile mbeleni itakuwaje. Pengine sasa tu anampatia love kuanzia sasa, alafu mbeleni itakuja itabadilika. Maana yake mtu yote sasa atakupenda, utakaa na mume wako vizuri. Hata Afrika unakaa na mume wako vizuri, mkishazaa watoto 3, 4, mambo yanabadilika. Mary, hii kasumba ambayo anazungumzia, je, ni kweli wasichana wengi wa Afrika hutafuta pesa maana yake wanasema wazungu wana pesa, ama kwako ni huba tu? Wasichana wengi siku hizo wamegeuka ati ukiolewa na mzungu ni juu ya pesa, kitu kayo. Lakini ukiingia pale kama uko na hiyo unataka pesa, kuwa na pesa, utaenda huko na utaumia. Utaumizwa na nini? Utaumizwa, maybe uende huko nafikiria vile alikuwa nakutumia pesa akiwa huku, atakuwa nakupatia pesa akiwa kule. Kule lazima pia ujitafutie vile hapa nyumbani. Hapa vile wanaume wanataka wanawake wanaofanya kazi. Huko pia unafaa kufanya kazi. So usifikiria vile anakupatia pesa hapa nyumbani kila mwezi anakutumia pesa, pia huko majuu utakuwa unajitafutia anakutumia pesa. Huko lazima uende ufanye kazi. Kwa hivyo wewe unasema huwa hamfuati pesa, ama wewe kwako kuangalia pesa? Mimi kwangu si kuangalia pesa. Lakini alikuwa anadondosa 2 3 kidogo ukiwa hapa angalau. Lakini nilikuwa nikifanya kazi.
sikuwa nikimtegemea, alipata nikifanya kazi. Na kwa nini unapinga sana mahaba ya watu wa ughaibuni wazungu? Rika letu sasa wanaolewa for all the wrong reasons. Pesa ni kitu moja kwanza inatajika sana. Kama kigezo. Nimeona mzungu ananipea pesa, si lazima hata anipende, lakini ananipea ile pesa mimi sina. Waweza kuwa nimetoka nyumbani kwetu, we are not well off. Lakini sasa unakuta hii pesa ya jipa. Iaja tu. Lakini mwanaume Mkenya anakuambia fanya kazi. Wengine wakwambia ufanye kazi. Na unakuta sasa huu msichana hataki kufanya kazi. And then at the same time kuna wenye wanapendezwa sana na vitu vidogo vidogo. Niletee gari, I am sold. Nionyeshe nyumba, nimeenda. Na unakuta huyu mtu, for example kama wa Nigeria, wengi wenye nimesikia na wengine wawili watatu wameniambia mambo mawili matatu kuhusu wa Nigeria. Wa Nigeria wenyewe naongea nao sasa. Wa Nigeria wanaume. Yes. Unakuta mtu anajaribu kukuweka box, kujaribu kukuambia maneno mazuri kabisa, ndo umkubali, akwambie nina pesa, nina kila kitu tunataka. Na visima vya mafuta. Exactly. Kwanza wengi wana visima za mafuta. Alafu mmefika hivi mwaka mmoja, anajua sasa roho yako ushajipa. Na mwanamke ni mtu hafifu sana. Anajipeana tu na akikupenda kupenda. Wewe ndo utatumika kufanya miradi zingine hata azielewe. Magendo. Exactly. You end up in problem, alafu yanarudi kwao. Sasa wewe unatumika tu object. Na lakini mnawapenda sana hawa wa Nigeria, nasikia hivyo mimi. Si wa Nigeria peke yake Lofty. Kuna kasumba fulani kama nilivyotangulia kusema hapa Kenya, ya kwamba chochote kinachoonekana ni kigeni, kinavutia. Mashallah. Ni mashuhuri, kina uwezo zaidi ya kile kilichoko nyumbani. Sasa hiyo ndio kasumba ambao vijana wengi wamekulia nao. Na wengine ambao wamekulia katika hii kutaka mapenzi pengine ya ughaibuni, kama si wa Afrika kutoka nchi zingine, pengine ni wazungu. Unapata kwamba tumeangalia vipindi soap opera, tukaona wale kina Alejandro pale. Sasa tunafikiria kwamba ukiopata mzungu yule Alejandro atakutreat hivyo kama hivyo. Sasa tunakuwa na hoja zisizokuwa na haja na fikra duni kabisa kuhusiana na swala zima la mapenzi. Unaona? Na vitu vidogo vidogo kama vile alivyosema Grace vinafanya mtu kutokomaa kuelewa kwamba penzi la ndoa mambo hubadilika saa zingine. Pale ni reality pale. Ile si acting, pale ni maisha kamili. Na kwamba saa zingine unaweza kuamka na sura yako haikai beautiful kama vile ulivyokuwa ama ukishajipodoa. Ama zile picha ulikuwa unaweka mtandaoni. Zile picha ulizokuwa unaweka mtandaoni. Lakini mtu anakupenda zaidi ya kile anachokiona. Amependa tabia na amependa hali yako vile ilivyo. Kwa hivyo wanadamu kote ulimwenguni wana nguvu zao na wana udhaifu wao. Kwa hivyo tusijaribu kuchukua ama kuangalia mila za watu fulani tukatafsiri ile mila ya wale watu ndio mapenzi. Naona. Na kwamba mila ya Mwafrika kwa sababu iko hivi, na kwamba Mwafrika aamini wengine kwamba si lazima nishike mke wangu mkono kila mahali tunakokwenda ndio sasa aseme ati nampenda. Nampenda tu. Si lazima nimshike mkono. Bora nimeleta unga. Ndio nasema tusiharibu ama tusijaribu kutia doa mapenzi na mila za watu. Kwa hivyo hiyo itatusaidia sana kuelewa ya kwamba mapenzi ni kitu kinachostahili ukomavu wa hali ya juu. Na pili, wasichana wetu wasiingie kwa mitego. Maana wako wengine hata wameingia kwa mitego wakauawa hapa Kenya. Wameingia kwa mitego na wakauawa. Na sijasema wazungu ni wabaya, ila tusijaribu kudhalilisha watu wetu kwa sababu najua tutamalizia na hapo ndani. Maimuna. Hapo kwa kudhalilisha. Sipendi Mwafrika akidhalilishwa. Kabisa sipendi. Maana wewe mwenyewe mzungu. Mimi ni Mwafrika. Maimuna, ili swala ambalo Dani anazungumzia kwamba kuna mila ati kuna mapenzi. Je, viweza tenganishwa ama huba ni huba? Kama ni mkono sitaki kujua Waafrika hawashikani, mimi nitashika wangu. Mila, mapenzi. Bora tu hata wanaume wa Kenya ukiangalia, anamweka mke wake nyumbani, anatoka na mpango wa kando. Mke wake nyumbani hamwangalii kwa kitu chochote, akitoka nje atamnunulia yule, atamwambia twenzetu tukakununulie vitu, tukanunue hivi na hivi, lakini mke wake hizi kumtimizia hivyo vitu. Kwa hivyo shida si mila. Shida ni nini? Shida ni sasa desturi.
ya mtu binafsi. Yeah. Aha. Hata wewe bwana ukitreat bibi yako bwanako vizuri, bwana pia atakutreat vizuri. Kweli. Na bwana wewe ukimtreat bibi akikutreat vibaya, na yeye atakuonesha vibaya yake. Zaidi ya yule mzungu. Yeah, zaidi ya mzungu. Na mtazamaji, wacha nichukue maoni ya washiriki wangu alafu turudi Mary atuelezee tofauti ya ndoa ya kizungu na ndoa ya Kiafrika. Naam. Hebu huu msemo namna gani? Ni kweli wanaume wa Kenya hawajui huba? Okay, naitwa Helen Wafula. Mimi ninapinga hiyo. Mwanaume ni mwanaume na mapenzi inapatikana popote. Si lazima uende uzunguni ndio upate yule ambaye unampenda. Mimi naweza sema hivi. Hasa ukiangalia wale wasichana ambao wameolewa na wazungu, ukiangalia nia yao sana iko mapenzi. Juu mapenzi hata hapa Kenya yapo. Lakini kitu yenye inawafutia aswa sana ni hela. Hakuna, tusisumbuane hapo, ni pesa. Tusisumbuane. Tusiulizane. Ukweli wa mambo ni pesa. Wasichana wao wanataka pesa. Mtu akisikia kwenda Holland, Poland, Europe, anaona ni pesa. Aswa dada amesemaje, akiwa hapa alikuwa anatumiwa pesa. Unaona alikuwa attracted na kitu. Hakuenda hivyo. So pesa kwanza, tuseme tu hivyo. Mapenzi yapo lakini una expect more. Maoni yako hayo. Haya. Okay, kwa majina anaitwa Isaac na yangu ni ati wanaume wa Kenya ni wa romantic. Mwanzo wewe? Mwanzo mimi. So mimi nimetembea kidogo, nimeenda nchi za wazungu kidogo na nimeona kuna mahali unaweza enda unapatikana wewe mwanaume mweusi unapendwa sana na wale wanawake wazungu. Wakikuona wanaona yani wewe ukimshika utamshika proper. Wanaona handsome boy. Wanaona huyu atanishika proper. So haijalishi ati wewe ni Mwafrika ama wewe ni mzungu, mapenzi ni mapenzi. Hakuna mapenzi ya 5 ati ya 30 ya 20 ya 10. Mapenzi ni mapenzi. So kila mwanaume anaweza kuridhisha mwanamke mwenye anampenda kwa njia yoyote ile. Asante sana. Naam, Okay, kwa majina ni Dennis Karanja. Kulingana na mimi ningechangia kidogo niseme ya kwamba penzi la ugaibuni na penzi la Afrika ilianzia wewe mwenyewe. Kama Mwafrika yuko sawa, roho kula Kenya unataka. Kwa hivyo kulingana na wewe ukiona Mwafrika yuko sawa, mkute wewe mwenyewe. Ukiona rangi nyeupe ya kupendeza, weenda, lakini usikuje kusema ya kwamba African men are not romantic. Lakini wasichana wenu hapa Afrika ndo wanaosema hivyo. Labda wamewaona mko na shida fulani wa Afrika. Ina depend. Mwanamke ama katika ndoa ina depend sana vile unamweka mwanamke. Jinsi ninasema kwa mfano, jinsi ninavyofaa kumweka mwanamke ina depend na yeye vile ataniambia nimweke. Kweli jambo la kwanza. Naam. Jinsi ninavyotaka kuwekwa, nitamwambia yeye ndio anaonyesha lile penzi, ndio na mimi nimuoneshe. Kwa hivyo usifai kusema ati Mwafrika si romantic, ina depend na venye unamweka. Naam. Wewe unasema Waafrika hamna, sio? Kwa majina ni Amina. Mimi napinga. Manake dadangu pale hakupata Mwafrika wa kumshika mkono wakitembea barabarani. Hakujaribu. Alijaribu lakini hakuangukia. Alisema hakutaka. Hajajaribu. Alijaribu. Anasema aliona wenzake. Alijuaje? Aliona wenzake. Eti akitembea nyuma yeye yuko mbele. Yeye akiwa mbele yeye yuko nyuma yake. Kwa hivyo unajiuliza alijuaje? Najiuliza alijuaje. Kisha alafu wanaume wa Kiafrika wanajua mapenzi dada. Mungu akiunganisha wawili, lazima mmoja kuna kile kitu anajua na huyu mwingine kuna kile kitu hakijui. Ukipata mume ambaye hajui mapenzi, bila shaka wewe mwenyewe wajua mapenzi. Ni lazima wewe mfunze mmeo mapenzi dada. Salamu alaykum. Mpe vidonge vyake. Mfunze mmeo mapenzi, muonyeshe mahaba. Ukimwonyesha mahaba mmeo hata chungulia jirani. Na kuambia kwanza mavazi mwenyewe, manukato, usafi chumbani. Kisha ukishamaliza hayo, mapishi dada. Ukimwonyesha mmeo hayo yote, na kuambia mapenzi atakupa. Mpaka wewe mwenyewe utashindwa. Utatamani kutoroka, lakini hutotoroka manake
ulikubali na ukamfunza. Asante. Naam, inaonekana hawa washiriki wangu si wale kwenye mitandao ambao wao wanazungumza nami kuhusiana na hili swala. Nachukua pumziko, usiondoke, tarudi tujue mengi zaidi kutoka kwa Mary Adera ambaye kwake mapenzi yako ughaibuni.